kutufikisha siku hii ya leo, lakini pia nichukue nafasi hii kumshukuru mwenyekiti kwa kutupa mwaliko Jeshi la Polisi kitengo cha dawati la jinsia. Tunakushukuru sana kwa sababu umeona kuna umuhimu na mambo ambayo yanaendelea katika jamii ni mengi. Kwa hiyo tunakushukuru sana. Mimi nimesimama hapa mbele yenu, ninaitwa Sergeant wa Polisi Mwajabu Mzee, na tokea dawati la jinsia na watoto mkoa wa Kilimanjaro. Nikisema dawati ina maana ya kwamba dawati ni kitengo ndani ya Jeshi la Polisi ambalo limeanzishwa kwa lengo mahususi kwa ajili ya kuhudumia jamii. Nikisema jamii ninamaanisha wananchi wengine, nikiwa pamoja na mimi mwenyewe. Sasa baada ya kulielezea hilo dawati na ni kwa nini lilianzishwa, lilianzishwa kuwahudumia wananchi kwa usiri. Tunasema kwa usiri ni ile hali ya kumchukua mtu na kumweka sehemu ambayo ni sahihi na kulinda ile hadhi yake na kulinda kile ambacho amekileta katika ofisi yako. Ndio maana tunaambiwa tufanye kazi, tufanye kwa weledi. Jeshi la Polisi zamani ilikuwa ukifanya kitendo cha ukatili wa kijinsia tulikuwa tunaenda pale CRO, wote ni mashahidi. Lakini jeshi lilikaa na likaamua likatengeneza madawati ambayo yako Tanzania nzima, na madawati haya yapo kila wilaya, na katika wilaya hizo kuna madawati, na askari ambao wanahudumia hayo madawati wana weledi na wana mafunzo maalum. Dawati hahudumii mtu yoyote tu, hata ukienda pale kituo cha polisi utaambiwa wewe una changamoto za dawati, ofisi ile pale. Na madawati yale ni waweke tu wazi, yanahudumia jinsia mbili. Nikisema jinsia mbili nina maana ya me na nina maana ya ke. Niweke wazi hivi vizuri kwa sababu wanaume wengi wamekuwa wakisema dawati sio kwa ajili ya wanaume, dawati la jinsia ni kwa ajili ya wanawake. Hapana, mimi ninakataa, na ule ni upotoshaji. Dawati ni kwa ajili ya kuhudumia jinsia zote mbili, isipokuwa wanaume wenyewe wameamua kujitenga na kukaa na misongo ya mawazo, wakiamini kwamba mimi ni mwanaume, nikisema natoka naenda dawati la jinsia kueleza changamoto ambazo mimi ninazo, basi nitakuwa nimejidhalilisha. Yaani anajifanyia ukatili yeye mwenyewe kabla hajafanyia ukatili na mtu mwingine, tayari ameshajifanyia ukatili. Na ukijifanyia mwenyewe ukatili wa kisaikolojia, huwezi kuwa na ujasiri wa kusimama sehemu yoyote. Unatakiwa uwe na amani, uwe na utulivu, ndio uweze kufanya kitu